Leo mimi tokea niteuliwe kwa waziri, ni mara yangu ya kwanza kumpokea waziri kutoka bara la Ulaya ambaye anakuja kwa ajili ya official visit. Na ni waziri muhimu sana kwa sababu ni waziri anasimamia mambo ya nje, anasimamia diaspora kwao, lakini anasimamia pia ufadhili ama mfuko wao mkuu wa ufadhili. Na wana fadhili miradi kadhaa nchini kwetu, ikiwemo miradi ya maziwa, ikiwa miradi ya kuwawezesha kina mama na wasichana vijana. Na baada ya kukutana na mimi hapa, atakuwa na program nyingine ama ratiba nyingine kwenda ubalozini kwao, kwa sababu leo ni siku yao kubwa. Na mwaka huu kama alivyosema yeye mwenyewe amechagua nchi 2 tu. Ina maana Tanzania tumepewa priority, amechagua sisi na jirani yetu mmoja. Sitaki kusema kwa sababu ni ratiba za kwao, lakini nchi 2 kuchaguliwa na Tanzania kwemo ni jambo moja zito sana. Lakini mbali ya hilo ameelezea pia juu ya nia yao ya kutaka kutanua wigo. Mteja wao mmoja hapo mkubwa sasa hivi ni bandari yetu. Yale makreni mnayoona yanabeba mizigo mizito, makontena na kadhalika, watakutana na kampuni. Ni kampuni yao ambayo ina supply pale kazi ya upakuzi ndani ya bandari yetu. Lakini wana miradi mingine Tanga, atatembelea Tanga. Kuna mradi mkubwa sana wa maziwa kwa kuongeza idadi ya protein kwa watoto wetu. Na miradi kadhaa ya elimu, miradi ya afya, miradi ya madawa. Na kwetu sisi ni bahati ya kipekee kabisa kupata ziara kama hii. Lakini jua hapo amempongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake katika kuiweka nchi vizuri, kuiweka nchi kukaa sawa kiuchumi. Amempongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi yake anayofanya kubwa katika kuleta amani katika hili eneo letu la maziwa makuu, ikiwemo na kushughulikia amani ya upande wa mashariki ya Kongo. Na pia ameeleza kwamba Ireland wako tayari kutuunga mkono sisi na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameeleza yeye kwa upande wake, na katika mazungumzo yetu pia, jambo moja kubwa sana wanataka kuongeza na kuchagua Tanzania kama ndio makao makuu ama base yao kubwa ya kibiashara, kwa sababu Tanzania ina njia za kwenda moja kwa moja katika nchi 8 nyingine ambazo zimetuzunguka na kuweza kuyafikia masoko ya huko. Hiyo ameeleza dhamira yao, na ameeleza dhamira ya Ireland kuwa tayari sasa hivi kutanua wigo na kutanua biashara zao kuja huku. Lakini sio kwamba wao tu kuja huku, wao ni wafugaji wazuri sana wa ng'ombe wa maziwa. Wao ng'ombe wao wanazalisha lita kuanzia 70 mpaka 80 kwa siku. Sisi ng'ombe wetu kama mnavyojua, tukipata lita 5, 10 tunasherehekea, tunafurahi kabisa. Wao wako katika ngazi hiyo ya uzalishaji. Wako tayari kutupa teknolojia na wanaendelea kwa kushirikiana na chuo kile cha utafiti kinaitwa TALIRI wa Livestock, Tanzania Livestock Research Authority na Institute. Kwa hiyo hilo nalo tumelizungumzia kwa sababu wao wanazalisha sana, lakini mbali ya kuzalisha maziwa wao na export maziwa. Sisi tumewaalika kwa sababu majani tunayo, ardhi tunayo, maji tunayo, waje hapa kuzalisha, na wao waje hapa kuja na teknolojia yao na ujuzi wao wa ufugaji wa ng'ombe wa kisasa na kuweza kutuongezea sisi mazalisho. Lakini sio hivyo tu, tumezungumza pia swala la kunenepesha ng'ombe wetu ili Tanzania iweze kupeleka nyama yake nje. Kwa hiyo tumegusia mambo mengi sana, na ametupa mwaliko mnamo mwezi wa Juni wao watakuwa na mkutano mkubwa sana wa Afrika, ambapo ametupa fursa sisi kuwa na siku yetu maalum ya Tanzania na Ireland katika mashirikiano. Mimi nimshukuru yeye tena kwa mara nyingine, Mheshimiwa Richmond, nimshukuru sana, jina yake Richmond. Nimshukuru sana, lakini nimshukuru sana balozi wake alikuwa balozi wa Ireland nchini Tanzania, lakini nimshukuru sana balozi wetu Mberwa Kairuki kwa kuyatimiza yote haya.